Fika asubuhi, OCS wa hiyo station ya Kapeguria alikuja wakati alikuwa anakuja kukagua wale ambao wanaenda kotini na kuchukua idadi ya wafungwa ambao wako mahali pale. Ndipo alipoona hali ambayo nilikuwa ndani, akaona haiwezekani, ikabidi aitishe gari la polisi liweze kunileta hospitalini. Ililetwa, then nikafanyiwa first aid, then nikarudishwa kwenye kituo cha polisi. Baada nikikuja mara kwanza nilikuwa mfungwa, so nilipofika kule ikabidi nipeane cash bill mahali pale ili niwekwe huru nije nitibiwe tena upya, alafu then niendelee na ile kesi ambayo nilikuwa nimeshtakiwa nayo. Hivi nasikia kwenye sehemu za siri, mguu wangu huu umekufa, upande huu mmoja hauna sense, na nasikia tu uchungu kwenye mwili wangu. Hata mimi sijui mahali yeye yuko, lakini ilipofika asubuhi alikuja kwenye cell akaniuliza, bado unapona? Alikuwa amevaa nguo ya raia, sasa ametoka kwenye sare rasmi za polisi. Mimi nikamwambia, wewe ndio umeniua tena unaniuliza kama ninapona? Aliposikia hivyo akapotea. Pigwa na butwa. Sababu juzi tuliongea ni mzima, hata tukapanga mambo 1 2 3 ya nyumbani, lakini kwa sasa hivi namwona hawezi kutembea. Usiku nimekaa na mgonjwa na nimehisi jinsi ya nimeona jinsi anavyohisi. Anaumia kabisa. Hata kutembea hawezi. Inabidi tusaidiane ndio aweze kumpeleka aende haja ndogo ama kubwa. Ningependa tu kuomba serikali ya Kenya ambayo inapenda haki iweze kusaidia ndugu yangu aweze kupata haki. Mimi nataka haki yangu, maana nimekeuka kama mwanadamu. Nimenyanyaswa sababu mimi si kusaliwa nikiwa na ulemavu, lakini ni ulemavu ambao ninapewa na mwanadamu. So nataka serikali ya Kenya inisaidie. Nao aikari a gĩcagi kĩa Mayuge gũkũ arĩ